Katika historia ya Afrika, baadhi ya marais wamekaa madarakani kwa muda mrefu, wakivuka miongo kadhaa wakiwa viongozi wa nchi zao. Uongozi wao umeacha athari kubwa katika siasa, uchumi, haki za binadamu na usalama wa taifa. Katika makala hii, tutazungumzia marais hao, jinsi walivyoingia madarakani na hali ya uongozi wao hadi sasa, tukitazama pia jinsi walivyoweza kudumu madarakani licha ya changamoto nyingi. Moja, Paul Kagame, Rwanda. Paul Kagame alizaliwa tarehe 23 Oktoba 1957 katika kijiji cha Tambwe, Rwanda Urundi, sasa Rwanda. Katika utoto wake, familia yake ilikimbilia Uganda kutokana na machafuko dhidi ya Watutsi mwaka 1959. Akiwa Uganda, Kagame alipata elimu yake ya msingi na sekondari, na baadaye alijiunga na harakati za kijeshi za National Resistance Army, NRA, zilizomsaidia Yoweri Museveni kuingia madarakani mwaka 1986. Mwaka 1990, Kagame aliongoza jeshi la Rwandan Patriotic Front, RPF, katika jaribio la kuipindua serikali ya Rwanda, likiwa na lengo la kurejesha wakimbizi wa Kinyarwanda waliokuwa nje ya nchi. Mnamo 1994, baada ya kuanza kwa mauaji ya kimbari dhidi ya Watutsi, RPF chini ya uongozi wa Kagame iliingilia kati na kusitisha mauaji hayo, ikichukua udhibiti wa nchi na kumaliza vita vya wenyewe kwa wenyewe. Baada ya vita, Kagame alihudumu kama makamu wa rais na waziri wa ulinzi kuanzia 1994 hadi 2000. Mwaka 2000, alichaguliwa kuwa rais wa Rwanda baada ya kujiuzulu kwa Pasteur Bizimungu. Tangu wakati huo, Kagame amechaguliwa tena katika chaguzi za 2003, 2010 na 2017, ambapo alishinda kwa asilimia kubwa ya kura. Marekebisho ya katiba yaliyofanyika mwaka 2015 yaliruhusu uwezekano wa yeye kubaki madarakani hadi mwaka 2034. Katika uongozi wake, Rwanda imepata maendeleo makubwa katika sekta za uchumi, afya na elimu. Serikali yake imeweka mkazo katika teknolojia na usafi wa mazingira, na Kigali mara nyingi hutajwa kama moja ya miji safi zaidi barani Afrika. Hata hivyo, utawala wake umekosolewa kwa ukandamizaji wa upinzani wa kisiasa, ukosefu wa uhuru wa vyombo vya habari, na madai ya ukiukwaji wa haki za binadamu. Katika miaka ya hivi karibuni, Kagame amehusishwa na mzozo wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, ambapo serikali ya DRC inamtuhumu kwa kuunga mkono waasi wa M23. Mwezi Machi 2025, Kagame na rais wa DRC, Felix Tshisekedi, walikutana nchini Qatar na kutoa wito wa kusitisha mapigano mara moja na bila masharti katika eneo hilo. Katika maisha yake binafsi, Kagame alimua Janete Nyiramongi mwaka 1989 na wana watoto 4. Anazungumza lugha 3: Kinyarwanda, Kiingereza na Kifaransa. Pia, anajulikana kama shabiki wa klabu ya soka ya Arsenal. Kwa sasa, akiwa na umri wa miaka 67 na akiwa madarakani kwa zaidi ya miaka 24, Paul Kagame ameacha alama kubwa katika historia ya kisiasa na maendeleo ya Rwanda, huku akikabiliwa na changamoto za kisiasa na kiusalama katika eneo la Maziwa Makuu. 2. Yoweri Museveni, Uganda. Yoweri Kaguta Museveni alizaliwa mnamo mwaka 1944 katika wilaya ya Mbarara, Uganda. Alipata elimu yake ya msingi na sekondari katika shule za misheni, kisha akaendelea kusomea sayansi ya siasa na uchumi katika chuo kikuu cha Dar es Salaam, Tanzania, ambapo alihitimu mwaka 1970. Wakati wa masomo yake, Museveni alijihusisha na harakati za wanafunzi wa mrengo wa kushoto zilizokuwa na uhusiano na vuguvugu za ukombozi barani Afrika. Baada ya kuhitimu, alijiunga na serikali ya Rais Milton Obote kama afisa wa ujasusi. Hata hivyo, baada ya Idi Amin kuchukua madaraka kupitia mapinduzi ya kijeshi mwaka 1971, Museveni alikimbilia uhamishoni nchini Tanzania. Akiwa Tanzania, alianzisha Front for National Salvation, FRONASA, kundi la wapiganaji wa msituni lililoshiriki katika kuiondoa serikali ya Idi Amin mwaka 1979 kwa msaada wa jeshi la Tanzania.
Baada ya Amin kuondolewa madarakani, Museveni alishika nyadhifa mbalimbali katika serikali za mpito, ikiwa ni pamoja na wadhifa wa waziri wa ulinzi. Mwaka 1980, baada ya uchaguzi mkuu uliokuwa na utata, ambapo Milton Obote alirejea madarakani, Museveni alipinga matokeo hayo na kuanzisha vita vya msituni vilivyojulikana kama vita vya msituni vya Uganda, Ugandan Bush War. Baada ya mapigano ya miaka mitano, vikosi vya Museveni, vikijulikana kama National Resistance Army, NRA, vilitwaa Kampala mnamo Januari 1986 na Museveni akaapishwa kuwa rais wa Uganda. Katika uongozi wake, Museveni ameleta mageuzi kadhaa, ikiwa ni pamoja na kurejesha utulivu na usalama baada ya miaka ya machafuko. Serikali yake imefanya juhudi za kupambana na ukimwi na kuboresha uchumi wa nchi. Hata hivyo, amekosolewa kwa kubadilisha katiba mara mbili ili kuondoa ukomo wa mihula ya urais na umri wa mgombea, hatua zilizomruhusu kuendelea kugombea na kushinda chaguzi za 2006, 2011, 2016 na 2021. Mnamo Septemba 2024, mwanawe Museveni, Muhoozi Kainerugaba, ambaye ni mkuu wa jeshi la Uganda, alitangaza kwamba hatagombea urais katika uchaguzi wa 2026 na badala yake aliwataka wafuasi wake kumuunga mkono baba yake kwa muhula mwingine. Tangazo hili lilikuja wakati ambapo kulikuwa na tetesi za Muhoozi kumrithi baba yake katika uongozi wa nchi. Kwa sasa, akiwa na umri wa miaka 80 na akiwa madarakani kwa zaidi ya miaka 39, Yoweri Museveni ni miongoni mwa viongozi waliodumu madarakani kwa muda mrefu barani Afrika. Uongozi wake umeacha alama kubwa katika historia ya Uganda, huku akikabiliwa na changamoto za kisiasa na kijamii zinazohusiana na utawala wa muda mrefu. 3. Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, Guinea ya Ikweta. Teodoro Obiang Nguema Mbasogo alizaliwa tarehe 5 Juni 1942 katika mji wa Akwakam, Guinea ya Ikweta, karibu na mpaka wa Gabon. Ni mtoto wa tatu kati ya ndugu 10. Baada ya kumaliza masomo yake ya msingi, alijiunga na jeshi la kikoloni la Hispania na kuhudhuria chuo cha kijeshi cha Zaragoza nchini Hispania, ambako alipata mafunzo ya kijeshi na kufikia cheo cha luteni. Baada ya Guinea ya Ikweta kupata uhuru kutoka kwa Hispania mwaka 1968, mjomba wake, Francisco Matas Nguema, alichaguliwa kuwa rais wa kwanza wa nchi hiyo. Katika utawala wa Makas, Obiang alishikilia nyadhifa mbalimbali, ikiwa ni pamoja na gavana wa kisiwa cha Bioko na mkuu wa jeshi la ulinzi la taifa. Pia alihudumu kama mkuu wa gereza la Black Beach, ambalo lilijulikana kwa mateso makali ya wafungwa. Mnamo tarehe 3 Agosti 1979, Obiang aliongoza mapinduzi ya kijeshi yaliyomuondoa madarakani mjomba wake, Makas Nguema, ambaye baadaye alihukumiwa kifo na kunyongwa tarehe 29 Septemba mwaka huo huo. Baada ya mapinduzi hayo, Obiang alichukua madaraka kama mwenyekiti wa baraza kuu la kijeshi hadi mwaka 1982 alipoteuliwa rasmi kuwa rais wa Guinea ya Ikweta. Katika kipindi chake cha uongozi, Obiang ameimarisha utawala wake kwa kudhibiti vyombo vya habari na kukandamiza upinzani wa kisiasa. Mnamo mwaka 1987, alianzisha chama cha kidemokrasia cha Guinea ya Ikweta, DG, ambacho kilikuwa chama pekee cha siasa hadi mwaka 1991, wakati mfumo wa vyama vingi uliporuhusiwa. Hata hivyo, PEGE kimeendelea kuwa chama tawala, na Obiang ameshinda chaguzi zote tangu wakati huo kwa asilimia kubwa ya kura. Kwa mfano, katika uchaguzi wa Novemba 2022, alishinda kwa asilimia 94.9 ya kura, huku asilimia 98 ya wapiga kura wakishiriki. Utawala wa Obiang umekosolewa kwa ukiukwaji wa haki za binadamu na ukandamizaji wa upinzani. Licha ya ugunduzi wa mafuta katika miaka ya 1990, ambao ulifanya Guinea ya Ikweta kuwa moja ya nchi tajiri kwa kipato cha mtu binafsi barani Afrika, utajiri huo umebaki mikononi mwa wachache, na wananchi wengi bado wanaishi katika umaskini. Nchi pia imeorodheshwa miongoni mwa zile zenye viwango vya juu vya ufisadi,
ikishika nafasi ya 172 kati ya nchi 180 katika kielelezo cha ufisadi cha Transparency International mwaka 2021. Katika maisha yake ya kibinafsi, Obiang alimua Constantia Mangue Nsue Okomo mwaka 1968 na wana watoto kadhaa, akiwemo Teodoro Nguema Obiang Mangue, anayejulikana kama Keodorn, ambaye ni makamu wa rais na anatajwa kuwa mrithi wa baba yake katika uongozi wa nchi. Kwa sasa, akiwa na umri wa miaka 82 na akiwa madarakani kwa zaidi ya miaka 45, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo anashikilia rekodi ya kuwa kiongozi aliyekaa madarakani kwa muda mrefu zaidi barani Afrika. 4. Isaias Afwerki, Eritrea. Isaias Afwerki alizaliwa tarehe 2 Februari 1946 katika mtaa wa Abashi Aul, Asmara, Eritrea. Alisoma katika shule ya sekondari ya Prince Makonnen, akihitimu mwaka 1965. Kisha akaendelea na masomo ya uhandisi katika chuo kikuu cha Haile Selassie, sasa chuo kikuu cha Addis Ababa, nchini Ethiopia. Hata hivyo, aliacha masomo mwaka 1966 ili kujiunga na harakati za ukombozi wa Eritrea. Isaias alijiunga na Eritrean Liberation Front (ELF) mwaka 1966, akipata mafunzo ya kijeshi nchini China mwaka uliofuata. Kutokana na tofauti za kiitikadi ndani ya ELF, alijitenga na kundi hilo na kuwa mmoja wa waanzilishi wa Eritrean People's Liberation Front (EPLF) mwaka 1970. Akiwa kiongozi wa EPLF, aliongoza vita vya ukombozi vilivyodumu kwa miaka 30 dhidi ya Ethiopia, hatimaye kufanikisha uhuru wa Eritrea mwaka 1991. Baada ya kura ya maoni ya mwaka 1993 ambapo wananchi walipigia kura uhuru, Isaias alichaguliwa kuwa rais wa kwanza wa Eritrea na pia mwenyekiti wa bunge la taifa. Tangu wakati huo, hajawahi kuitisha uchaguzi wa kitaifa, na katiba ya nchi hiyo haijawahi kutekelezwa kikamilifu. Serikali yake imekosolewa kwa ukiukwaji wa haki za binadamu, ukandamizaji wa vyombo vya habari, na kutoweka kwa wapinzani wa kisiasa. Mnamo mwaka 2018, Isaias alihusika katika kurejesha uhusiano wa kidiplomasia na Ethiopia baada ya miongo kadhaa ya uhasama, hatua iliyosifiwa kimataifa. Hata hivyo, ndani ya nchi, utawala wake unaendelea kukosolewa kwa ukandamizaji wa kisiasa na ukosefu wa uhuru wa kiraia. Kwa sasa, akiwa na umri wa miaka 79 na akiwa madarakani kwa zaidi ya miaka 31, Isaias Afwerki anaendelea kuwa kiongozi mkuu wa Eritrea, akichukuliwa na baadhi kama baba wa taifa, lakini pia akikosolewa kwa utawala wake wa kiimla. 5. Denis Sassou Nguesso, Jamhuri ya Kongo. Denis Sassou Nguesso alizaliwa tarehe 23 Novemba 1943 katika kijiji cha Edou, karibu na mji wa Oyo, katika mkoa wa Kuvete, kaskazini mwa Jamhuri ya Kongo. Alipata elimu yake ya msingi katika kijiji chake na Fort Roset, sasa Owando. Kisha akaendelea na masomo ya sekondari katika chuo cha Raymond Pilot huko Dolisie kuanzia mwaka 1956 hadi 1961. Baada ya kumaliza masomo yake, alijiunga na jeshi la Kongo mwaka 1961, ambapo alipelekwa Algeria na Ufaransa kwa mafunzo ya kijeshi, ikiwa ni pamoja na mafunzo ya kikosi cha anga. Katika miaka ya 1960 na 1970, Sassou Nguesso alipanda vyeo ndani ya jeshi na kushika nyadhifa mbalimbali za kijeshi na kisiasa. Alikuwa mshirika wa karibu wa Rais Marien Ngowabi, ambaye alimwamini na kumpa nafasi muhimu serikalini. Baada ya kuuawa kwa Ngowabi mwaka 1977, kulikuwa na mfululizo wa mabadiliko ya uongozi, na hatimaye, mnamo Februari 1979, Sassou Nguesso alichaguliwa kuwa rais wa Jamhuri ya Kongo na kiongozi wa chama cha wafanyakazi wa Kongo. Katika kipindi chake cha kwanza cha uongozi, aliongoza chini ya itikadi ya ujamaa wa kisayansi, akitekeleza sera za kitaifa za kijamaa na kuwa na uhusiano wa karibu na Umoja wa Kisovieti na nchi nyingine za kisoshalisti. Hata hivyo, mwanzoni mwa miaka ya 1990,
Kutokana na shinikizo la ndani na la kimataifa, aliruhusu mfumo wa vyama vingi na uchaguzi wa kidemokrasia. Mwaka 1992 alishindwa katika uchaguzi wa rais na Pascal Lissouba, na hivyo kuondoka madarakani. Baada ya kipindi cha miaka 5 cha kuwa nje ya madaraka, vita vya wenyewe kwa wenyewe vilizuka nchini Kongo mwaka 1997 kati ya vikosi vya Sassou Nguesso na serikali ya Lissouba. Kwa msaada wa vikosi vya nje, ikiwa ni pamoja na kutoka Angola, Sassou Nguesso alifanikiwa kurejea madarakani mnamo Oktoba 1997. Tangu wakati huo, amekuwa akiongoza nchi hiyo, akishinda chaguzi za rais zilizofanyika mnamo 2002, 2009, 2016 na 2021. Mnamo mwaka 2015, alifanya marekebisho ya katiba kupitia kura ya maoni, ambayo ilimruhusu kugombea tena urais licha ya ukomo wa mihula uliokuwepo awali. Marekebisho haya yalipingwa vikali na upinzani, wakidai kuwa ni njia ya kubaki madarakani kwa muda mrefu zaidi. Katika uongozi wake, Sassou Nguesso amekosolewa kwa madai ya ukiukwaji wa haki za binadamu, ukandamizaji wa upinzani na ufisadi. Mnamo mwaka 2007, mashirika kadhaa yasiyo ya kiserikali yaliwasilisha mashtaka dhidi yake nchini Ufaransa kwa madai ya kumiliki mali nyingi zisizoelezeka kwa mapato yake halali, katika kile kilichoitwa biens mal acquis, mali zilizopatikana vibaya. Pamoja na ukosoaji huo, wafuasi wake wanamsifu kwa kuleta utulivu wa kisiasa na kiuchumi nchini Kongo baada ya vita vya wenyewe kwa wenyewe, na kwa juhudi zake za kuendeleza miundombinu na sekta ya mafuta, ambayo ni chanzo kikuu cha mapato ya taifa. Kwa sasa, akiwa na umri wa miaka 81 na akiwa madarakani kwa jumla ya zaidi ya miaka 38, Denis Sassou Nguesso ni miongoni mwa viongozi waliodumu madarakani kwa muda mrefu barani Afrika, na anaendelea kuwa mhusika mkuu katika siasa za Jamhuri ya Kongo. 6. Paul Biya, Cameroon. Paul Biya alizaliwa tarehe 13 Februari 1933 katika kijiji cha Mvomekaa, kusini mwa Cameroon. Baada ya kumaliza masomo yake ya msingi na sekondari katika shule za seminari, aliendelea na elimu ya juu nchini Ufaransa, akihitimu katika sayansi ya siasa na sheria kutoka taasisi ya mafunzo ya kisiasa ya Paris, Sciences Po, na chuo kikuu cha Paris. Baada ya kurejea Cameroon, Biya alishika nyadhifa mbalimbali za serikali katika miaka ya 1960, ikiwa ni pamoja na kuwa mkurugenzi wa baraza la kiraia na katibu mkuu katika ofisi ya rais. Mnamo Juni 1975, aliteuliwa kuwa waziri mkuu na Rais Ahmadou Ahidjo. Ahidjo alipojiuzulu ghafla Novemba 1982, Biya alichukua nafasi yake kama rais, kwa mujibu wa katiba. Uongozi wa Biya ulianza kwa kuahidi mageuzi ya kidemokrasia, lakini jaribio la mapinduzi lililoshindikana mwaka 1984 lilisababisha msisitizo mkubwa wa udhibiti wa kisiasa. Hata hivyo, katika miaka ya 1990, kutokana na shinikizo la ndani na la kimataifa, aliruhusu mfumo wa vyama vingi na kufanya marekebisho ya katiba. Licha ya hayo, chama chake, Cameroon Peuple Democratique Mouvement, CPM, kimeendelea kutawala, na Biya ameshinda chaguzi zote tangu wakati huo, ingawa kumekuwa na madai ya udanganyifu na ukiukwaji wa haki za uchaguzi. Katika uongozi wake, Cameroon imekabili changamoto kadhaa, ikiwa ni pamoja na migogoro ya kisiasa na kiusalama. Mwaka 2002, Mahakama ya Kimataifa ya Haki iliamua kwamba rasi ya Bakassi ni sehemu ya Cameroon, na Nigeria ilikamilisha makabidhiano mwaka 2008. Tangu mwaka 2013, nchi imekumbwa na mashambulizi kutoka kwa kundi la Boko Haram kaskazini mwa nchi. Pia, tangu 2016, kumeibuka mgogoro kati ya serikali na jamii ya wanaozungumza Kiingereza kusini magharibi mwa Cameroon, wakidai kutengwa na kutaka uhuru zaidi. Biya amejulikana kwa safari zake za mara kwa mara nje ya nchi, hasa Ulaya, na mara nyingi hukaa nje ya Cameroon kwa muda mrefu, hali ambayo imezua ukosoaji kutoka kwa wananchi na vyombo vya habari. Mnamo Oktoba 2024, uvumi ulienea kuhusu hali yake ya afya baada ya kutokuwepo kwake kwa muda mrefu hadharani,
lakini serikali ilikanusha madai hayo na kusisitiza kuwa yuko katika afya njema. Kwa sasa, akiwa na umri wa miaka 92 na akiwa madarakani kwa zaidi ya miaka 42, Paul Biya ni mmoja wa viongozi waliodumu madarakani kwa muda mrefu zaidi barani Afrika. Uongozi wake umeacha alama kubwa katika siasa na maendeleo ya Cameroon, huku akikabiliwa na changamoto za kuendeleza utulivu wa kisiasa na kijamii katika taifa hilo lenye tofauti za kitamaduni na lugha. Asante sana kwa kutazama video hii hapa Depa Media. Tunatumaini umejifunza mengi kuhusu marais waliotawala kwa muda mrefu, jinsi walivyodumu madarakani na athari za utawala wao kwa nchi zao. Usisahau, kama umefurahia video hii, tafadhali like ili kutuonyesha unathamini kazi yetu. Subscribe ili usipitwe na maudhui mapya. Share na marafiki na familia. Tuambie kwenye maoni, unadhani ni nini kitatokea baada ya hawa viongozi? Afrika iko tayari kwa mabadiliko? Tunakutana tena kwenye video inayofuata hapa Depa Media, mahali unapopata elimu, burudani na habari moto moto. Kwa sasa, kwa heri. Mungu akubariki.